24 tafadhali mtaniruhusu nitasema. Mtanisikiliza tu. Mathayo 7:24 mpaka 27. Akasema basi kila mtu kila mtu asikiaye maneno yangu na kuyatenda, mtu huyo atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Mvua ikaja, gharika ikapiga nyumba ile, lakini haikuanguka kwa sababu msingi wake ulikuwa kwenye mwamba. Lakini kuna mwingine alijenga kwa changarawe. Gharika ikaja, mvua ikapiga, na nyumba ile ikaanguka kwa kishindo kikubwa. Leo nataka nikwambie kuna wale wanajenga penye kuna faida kwa mwamba, na kuna wale ambao wanajenga penye hakuna faida kwa changarawe. Ukijenga kwa mwamba, umejenga kwa Yesu Kristo. Kama ikija, shida ikija, ugonjwa ikija, hautatikiswa, kwa sababu Yesu ndio yule jana, leo na hata milele. Bwana asifiwe. Lakini wale ambao wanajenga kwa siasa, wengine wanajenga kwa wanadamu, wengine wanajenga kwa vitu vya dunia hii, wakati gharika inakuja, inapiga nyumba ile na inaanguka kwa kishindo kikubwa. Leo nataka kuongea kuhusu watu mwaka mpya wanatafuta faida. Kila mwaka, kila siku ni vizuri kutafuta faida. Nataka nikwambie jambo la kwanza, kuna faida yenye hakuna. Umeona mtu anauza ng'ombe na kununua chiwawa. Chiwawa ni umbwa ya kizungu ambaye haiwezi winda, haiwezi fanya chochote, na ameuza ng'ombe ya maziwa yenye watoto wanakamua, hata afya inakuwa safi, na hata mtu alikunywa maziwa hata chama inakwisha. Yeye anasoma vizuri, lakini kuna mtu mwenye alitafuta faida yenye hakuna. Yaani kama ninasema faida ni mamii, yaani akauza ng'ombe ya maziwa, na kwa sababu alisikia watu wengine wananunua chiwawa, hata yeye akanunua chiwawa, na baadaye chiwawa hata ikakula chakula yao, na mwishowe familia ikazorota. Mwaka mpya kuna watu ambao wanatafutanga faida yenye hasara, yaani anafanya mambo ambaye haiwezi kumletea faida. Faida yenye hakuna. Faida yenye hakuna inapatikana kwa watu ambaye wanapoteza wakati kuzungumza mambo ambayo wasaidii. Nataka nikwambie, Mungu amepatia kila mtu wakati na masaa 24/7, masaa 24, siku 7 ni sawa kwa kila mtu. Time is life. Time is money. Time is everything. Kwa hivyo wale ambao wanapanda kwa faida yenye hakuna hawatumii wakati wao vizuri. Kuna watu grupu ya pili ambaye wanatafuta faida, lakini faida duni, ama faida ya ubatili. Wanatoa hadithi moja kwamba kulikuwa na mama moja, si parokia hii, parokia nyingine, na hakuwa kanisa letu la Kianglikana. Wakati mzee wake alikuwa mlevi na mtu wa baiskeli akamwongelesha, yeye akaacha mzee wake akafuata baiskeli. Hakujua ya kwamba baiskeli inaweza vunjika ama iharibike, ama hakujua tabia ya mwenye alikuwa anaendesha baiskeli. Kumbe alikuwa mlevi zaidi ya bwana yake. Akazidi kuumia. Bwana yake siku moja alipokuwa akilewa na kulala kwa mtaro, akasikia watu wa jeshi la wokovu wanahubiri kuhusu Yesu Kristo ambaye anapatia watu
na katika ulevi wake kwa mtaro akaamka na akasema, nataka nipokee faida ya milele, na akampokea Yesu Kristo. Kiu ya pombe ikaenda, maisha ikabadilika, na akaanza kwenda kanisa. Mtu mwenye alikuwa mchafu akawa msafi. Na unajua upande wa Western, afadhali ukose shamba, afadhali ukose nyumba, afadhali ukose robie, lakini afadhali usikose bibi. Wanasema Adamu alitaka kwenda, wanataka kufanya yeye mchungaji, wakasema hapana, hapo na kasoro moja, amekosa nini? Bibi. Na unajua kumbe wa mama wakihama wahamani, bado network inashika hapo. Hata kama alienda miaka 20 bado maneno ya hapo anaambiwa. Ukweli ama uongo? Ukweli. Oh, watena ni wamama wamesema si hivi. Kwa hiyo mtu asinilaumu ya kwamba basi huyo mama akasikia ya kwamba wametafutia bibi mwingine, na yeye akaangalia, alitafuta faida duni ya baisikeli, akatamani kurudi kwa mume mwenye amebadilika, lakini haikuwezekana. Huyo sahihi mhubiri na mwenye alitafuta baisikeli bado anaendelea kuumia. Leo nataka kuongea kuhusu faida ya kudumu. 2026 ni vizuri kwa neema ya Mungu kila mtu atafute faida ya kudumu. Leo tumesomewa Zaburi ya 103. Zaburi hii iliandikwa na Daudi. Daudi aliandika Zaburi hii wakati alipokuwa amekuwa mzee na kukomaa. Wakati alikuwa ameshuhudia mambo mengi, alishuhudia kufukuzwa, alishuhudia kukataliwa, alishuhudia kutaka kuuawa. Yeye akaandika Zaburi hii kutukumbusha faida 5 ambayo nataka tuende nayo 2027. Faida ya kwanza ni ya kwamba ni Mungu atusameaye dhambi zetu. Nataka niwaambie dunia hii hatutaondoka na chochote. Mtu ataondoka na tikiti ya kwenda mbinguni ama ya kwenda jehanamu. Tunaimba wimbo pole pole ndelige nyochina. Lakini wengine ni escorters. Unajua siku hizi harusi kumeita mengi, lakini kitambo kigebure escorters, wale wasichana walikuwa na mwishowe wanapataka bwana au wanaenda miss John. Warusi escorters wanapata bwana au wanaenda miss. Wengine wanapata. Siku hiyo kweli. Siku hiyo wanaenda tu miss. Kama atapata ni siku nyingine. Hata wale watu ambao hawajasamehewa dhambi na Mungu, wakati mwingi wanakuaga escorters. Wanasindikiza wengine. Wewe unaomba 2026 beba faida ya kusamehewa dhambi. Ambia Mungu akusamehe dhambi ambayo tumetenda kwa maneno, kwa matendo na kwa mawazo. Tunahitaji msamaha wa dhambi. Mungu akitusamehe dhambi, yeye anatubadilisha. Mimi nikiwa form 3 1993 tulipanga kuchoma shule inaitwa Friends School Kamsingi. Suspension letter yangu iliandikwa vibaya. Ikaandikwa conspiring to burn the school is not a laughing matter. Your son is callous and evil-minded, who is not supposed to be mixed with the right thinking Kenyans. Yeye master aliponiona aona mimi ni beyond repair. Yeye baisikeli ambayo ina frame, haina frame, unaenda tu kwa scrap yard. Yeye aliponiona akaona mimi ni beyond repair. Lakini nashukuru Mungu, nilichukua faida moja, nikakubali anisamehe dhambi zangu. Hata wewe faida ambayo unataka uende nayo 2026 kutokana na Zaburi hii ni faida ya kusamehewa
dhambi zako. Sisi tunasema usifiche makosa yako. Tunaimba waitwa mwovu na Bwana umehema sana, usafiwe dhambi zako, umonini wema wako, unaitwa itika tu yetu yote. Wakati mwingi kuna ugonjwa aina mbili, kuna ugonjwa wa kiroho na ugonjwa wa kimwili. Ugonjwa wa kiroho ni kutosamehe, wengine hawajawahi samehe watu wengine. Ndaka anaruka mwaka akiwa kuna watu amebeba. Ndaka nikwambia ukikosa kusamehe, mtu mwenye unaumiza si mwenye hujasamehe, ni wewe mwenyewe. Kama bibi amekataa kusamehe bwana yake, nani ndio atasonga ugali, mzee ama mama? Hata akiimba Bwana Yesu atakuja mpaka ugali hivi, omba ukiwa na haja. Na mama akileta ugali, wazee wanaona sura ya mama ama wanaona ugali? Haoni sura yake, anaona ugali na anafia yote. Anasema mia mjego, leta maziwa pia. Leo unaumia kwa roho yako. Na pia mzee akikataa kusamehe mama, wakati mwingi inafika baada hata mama huwezi kutoa hata ukitaka. Mizizi imeenda chini. Na ukicheza hata wewe mwenyewe unaweza ngoka hela. Wewe hata ufunguke mara 20 unamalizikia kwa mlango yako. Na ukifikiri watoto watakukaribisha ni huyo mama. Tena sema ya kwamba samehe. Wacha yeye atuponye na kutusamehe. Atuponye na chuki na wivu ambaye inasumbua kwa damu yetu. Wanasema, lakini sijui kama ni ukweli, na wako wazee wanasumbuliwa na tamaa na wamama wanasumbuliwa na wivu. Sijui kama ni ukweli ama ni uongo mange, lakini kenye nataka nikuambie, wacha Mungu atuponye moyoni mwetu. Mwaka huu ni mwaka wa kupona. Ndio nikwambia usifiche chochote. Kama kuna mtu unabeba, usiambie mwanadamu. Yeye akuponye. Yeye anaponya kiroho, pia anaponya kimwili. Wakati mwingi tunakuanga wagonjwa, tunasumbuka, mwili inatusumbua, daktari anatibu, lakini Mungu anaponya. Ndio mwaka huu uwe na afya njema, faida ya uponyaji ubebe katika jina la Yesu Kristo. Hauhitaji kwenda Mombasa kutafuta uponyaji. Mungu wako nasi hapa St. Mark's Store. Hapa ndio mahali utapata uponyaji. Kuna watu wanaenda kutafuta Makenzi na mwishowe Makenzi ndio mtu wa kwanza ushauri waduya wake ukati na wakati. Wengi hawakurudi huko, walirudi kwa mfano. Lakini tuko na Mungu. Yeye atakuponya magonjwa yote. Nilipoingia kanisa hili nilifurahi sana, kwa sababu msalaba ni kubwa ya kutosha. Hata ukiwa nyuma utaona kwenye msalaba uko na uponyaji. Leo usirudi nyumbani ukiwa na shida yoyote.
nitatembea, nitajua watu, lakini kawaida nitahubiri kwa dakika 2. Hapa mnajua uponyaji inapatikana kwa neno la Mungu. Bwana asifiwe. Na Mungu akikuponya anakuponya kabisa. Jambo la 3, anatukomboa. Faida ya kukombolewa kutokana na uharibifu. Kuna wengi uharibifu ni kwa shida. Inaweza kuwa kifo ama hali ya kuvunjika moyo. Kuna watu wengine wamevunjika moyo, wamekosa matumaini, hawana faida ya kujua kwamba yeye anaweza kutukomboa kutokana na uharibifu. Kuna mambo saa zingine yamekufanya uvunjike moyo, hata umeona hakuna matumaini. Leo nakwambia unaweza chukua faida ya kukombolewa kutoka kwa uharibifu. Yeye peke yake ndiye anaweza kutukomboa. Bwana asifiwe. Nilikuwa napigia wazee hapa story na wamama waliokusanyika siku ya handing over. Nikaambia mimi handing over inanisumbua kidogo. Baba mzee aliniombea, mzee Patro na watoto. Nilipo report pale shambani, ilikuwa zamani. Nilireport Jumapili. Nilikuwa kwa kanisa kama hiyo. Siku kama hiyo. Na ilikuwa tarehe 15 Januari. Siwezi sahau. Hata ninafanyanga ibada hata kama ni online. Hata mwaka huu hata nione vile nitafanya. Nikakuja nikapiga magoti hapa nikaingia. Kile nilikaa. Leo mwenye alikuwa akavuruta kiti. Nilikuwa nimekaa, Mungu akanisaidia sikukaa kwa hewa, nikasimama. Nilipogeuka nikapigwa na kiti. Damu ikatiririka. Nikakumbuka wimbo ya Kinani nasema achobotai maneno madingo minyali ama ugaine Yesu asubatinye asubate King Yesu Kristo hekale imakwawa amaje ityo agasini amaje mageru ajenye pike tongona hapo yetune kaboni ngekeso iman amutumingala. Ninamalizia kia Mungu lelonu agase jamyenu ageni wetu notome yewe. Yani nikasema nitoroke ama nibakie hapa. Kitu ikanitia moyo, ikasema usitoroke. Nikatoka nje ya kanisa na Wakristo wengine wakanifuata. Lakini kuna kanisa mzee hapo ilijengwa na missionary. Nikaenda kwa hiyo kanisa nikahubiri kwa watu 50. Nakuambia katikati ya mahubiri wakalinda mmoja wa kanisa pa. Lakini nikaendelea kuhubiri. Nataka niwaambie yeye anatukomboa kutokana na shida. Sasa kile umefundika moyo. Sasa kile watoto wamekusumbua ama hata nyumbani umesumbuka. Leo nataka nikwambie chukua faida ya kukombolewa kutokana na shimo ya kulalamika. Unajua kuna wengine wanalalamika kwao mpaka wanakosa kuhesabu baraka. Yaani kwamba unalalamika kila kitu kinakuwa nyeusi kwa sababu unaenda twinda moyo, yani kila kitu ni nyeusi kwako. Hamuoni hata yenye wamekufanyia wewe kulalamika. Mungu atukomboe kutokana na shimo hilo. Jambo faida ya 4. Faida ya rehema na neema. Je, unajua tunahubiri kwa neema. Hata mimi ni mchungaji kwa neema. Haleluya, ni kwa neema. Mbinguni tutaenda kwa neema. Kuimba tunaimba kwa neema. Kufanya kazi zote tunafanya kwa neema. Hata mimi ninajua ni kwa neema. Hata nikihudumu hapa kutokea siku ile nilifunza ya kwamba kila kitu ni kwa neema. Siwezi kujisifu, ni kwa neema. Hata mimi kuja hapa ni kwa neema. Basi kwa mimi natembea kwa neema.
Na nakwambia usijali, Biblia inasema nitwae hivi. Bila nitakupata ndio hivyo. Utaendelea na pastor, nikuombee kama ni shambani, tunamalizia hapo na tunaenda mbele. Ili tufikie watu wote. Kazi ni nyingi. Wakati mwingine wakati ni mchache, lakini lazima tutekeleze kazi ya Mungu katika jina la Yesu Kristo. Na tena nyinyi mmebarikiwa, wakati ni mchache. Kwaya hii iko na baraka nyingi sana. Mnataka kuimba zenu na muimbe kutukuza Mungu. Hata mkiongeza na beat ya Wakikuyu si mbaya, ya Wanandi sio mbaya, kwa sababu Mungu anaongea na watu kulingana na vile walivyo. Na mimi najua mtafika mbali katika jina la Yesu Kristo. Bado kwaya ndio tunataka kumsaidia maili saba ingawa iko parokia nyingine, lakini sisi tuko kwa mkia huko. Hata huko tutafika, tutafanya crusade, tutafikia watu karibu na mbali kwa neema na rehema, na Mungu atatusaidia. Bwana asifiwe. Namalizia kwa kusema faida ya 5. Faida ya kufanywa upya na kurejeshwa kama tai. Tai ni ndege inaitwa eagle. Sijui kwa Kinanda wanahitaji tai. Ile inaenda juu tai. Kimsiji. Tai haitembeani na ndege ndogo ndogo. It does not walk with small ones. Hata wewe ukirejeshwa kama tai, you don't need to walk with people without ideas. Tembea. Tai inatembeana na tai wenzake. Kitu cha pili, tai haiwezi kula kitu ambayo imekufa. It only eats living things. Kuna wengine wanaishi na mambo ya last year nilifanya hii. Lakini tai, big bad, it lives by fresh things. Hata sisi tunataka kufanya ya mwaka huu katika jina la Yesu. Kama unaishi, do something new. Faida ya kufanywa upya. Number 3, tai inaona mbali, sees 5 miles. Inaona kifaranga ndogo. Have great vision. Nimesikia jana kanisa hili na maono mengi. Kama tai, nataka nikuambie hapa, this parish is a gateway to the globe. Hapa ninaona watu wengi watakuja kuishi. Hii kanisa sio vile mnaona, it is an international church. Na sisi kila tunawaambia hapa Jumapili, hata kwa mtandao. Mwisho tutakuwa na YouTube channel hapa. Sio kwa kutafuta pesa kufikia watu. Na tumeka wa parish visible. Mungu akitusaidia pamoja na wazee na nyinyi, tutaanza hata ibada ya Kiingereza. Hata tukianza watu watatu, tutaanza kuendelea. Ili tufikie watu. Kuna watu wengine wanataka kwenda ibada ndio waende pale pengine. Mungu atatusaidia pamoja na nyinyi. Na niko na leaders wa kipekee. Nimeona mtu anaongoza ibada, nikasema niko sawa na Mungu ametupa neema. Hata mtangazaji hapo sawa. Kila mmoja wenu, vice chair, patron, kila mtu amekuwa active. Sasa Mungu atusaidie. Jaze viketi vya kanisa, tuanzishe ibada nyingine, na inawezekana kwa jina la Mwenyezi Mungu. Mungu wa amani awabariki mkisonga mbele. Nataka kusema tai, eagle, wanasema it can live up to 120 years. Lakini ikifika 80, unajua hii sasa hii manyoya yake imekuwa mzito, haiwezi kuruka. Na hii beak inaitwaje? Mdomo yake imeanza kukunjana, haiwezi kuuma vizuri. Sasa tai lazima make 2 choices. Either to remain like that and die, or
inapanda kwa faida, it goes to renew itself. Inaenda kwa mountain huko juu. Na unajua imenona sasa, inaenda kwa mountain huko juu. Inakaa karibu siku kadhaa bila kula mpaka inaona kabisa tena. Inachukua vitu, inaanza kuona ni chungu. Lakini inakuwa manyoya. Inaendelea kuwa manyoya. Mpaka inamaliza manyoya yote. Alafu baada ya kumaliza inachukua ibiki na kupiga kwa mawe. Inapiga kwa mawe. Na baada ya siku chache manyoya mpya inaanza kumea. Yaani ndio mpya inaanza kumea. And it is renewed to do its duty again. Naomba Mungu aturenew mwaka huu. Amen. Arenew wazee. Arenew wamama. Arenew vijana. Hata zaidi arenew wana Sunday school. Na baya na leaders. Na mchungaji arenew ili kufanya kazi kubwa ya Mungu. Maono ambayo Mungu naye annex, maono ambayo Mungu naye makubwa haya hapa inastahili maono kama haya. This is the gateway to the glory. Kutokea hapa tutafikia watu wengi. Mungu atusaidie tuwe tayari, tuwe waaminifu na tufanye kazi kwa bidii. Kila mtu afanye sehemu yake. Mungu wa amani awabariki. Je, utaenda 2026 na hizi faida tano? Number 1, faida ya msamaha. Je, utakubali kusamehewa na Bwana? Kama kuna kitu ambacho bado haujamwambia Mungu, 2026 usibebe chochote. Ambia Mungu akusamehe. Jambo la pili, kama kuna jambo unahitaji uponyaji, ambia Mungu akuponye. Kutokana na mawazo, kutokana na changamoto. Kitu cha tatu, mwambie akukomboe na uharibifu na kuvunjika moyo na kukosa matumaini hata kwako na kanisani. Hata wengine wanasema sitaendelea mwaka huu, lakini nasema utaendelea katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Tunahitaji tu kuendelea katika jina la Yesu Kristo. Faida ya neema na rehema. Jambo la mwisho, faida ya kurejeshwa upya. Nataka kuomba ombi ya kukudedicate 2026. Na kama kuna faida hata moja unataka kupokea, simama katika jina la Yesu Kristo na mimi nitakuweka mbele za Bwana. Basi Baba mwenyezi na mwenye rehema, hatutaki mwaka huu kupanda kwa hasara. Utusaidie tupande penye kuna faida, tupande kwa mwamba ambaye ni Yesu Kristo. Utusamehe Baba mwenyezi pale ambapo tumekukosea. Baba mwema, utuponye wale ambao ni wadhaifu. Wewe unajua sehemu ya mwili ambayo inawauma, waponye katika jina la Yesu Kristo. Wale ambao wana ugonjwa wa kiroho hawajasamehe, kuna jambo linalosumbua, Baba mwema, wasibebe 2026, waponye katika jina la Yesu Kristo. Baba mwema, kuna wale ambao wanataka kukombolewa kutokana na kuvunjika moyo na kusumbuka. Baba mwema, utupe faida ya neema na rehema zako kwa kila kitu ambacho tunafanya. Pia Baba mwenyezi, faida ya kurejesha. Sasa zingine tulikuwa tumevunjika moyo, uturejeshe kutokea leo. Baba mwema, utubariki na utuongoze kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Uketi chini tafadhali, nitaje majina yangu na niende kuketi chini. Kwa majina naitwa Mchungaji Kimutai Jesus. Mchungaji Kimutai Jesus. Asanteni sana kwa kunikaribisha. Mungu wa amani awabariki. Nafikiri wakati mwingine maneno mengi hayasaidii sana, lakini Mungu anipe neema
nifanye tulivyokusudia Mungu anavyotaka, anavyokusudia moyoni mwangu, pia kulingana na matakwa ambayo Mungu ameweka ndani ya moyo wenu. Nasema tena asante sana kwa kunikaribisha, na kwa neema ya Mungu mningojee kesho manyumbani. Hata kama utakuwa umeenda pahali wenye tutapanda nyumbani, tutaomba pamoja na wao. Usikuwe na wasiwasi. Kama shughuli imekupata na lazima ukue pahali pengine, tutafika, tutaomba na kusema neno kwa kawaida. Mimi nahubiri pia kwa YouTube. Ukitafuta YouTube channel inaitwa Very Dr. Kimutai Kisosi. Niko na mahubiri 3000 ya Kiingereza, Kiswahili, kwa shule, wapi unaweza sikia ukipata nafasi. Mungu awabariki, na injili ni lazima